Nimecheza sana Ndodo Cup hapo basi haya na huku kwingine. Na wakati ule nilikiwa mchezaji hasa, tulikuwa tunaonana huko kwenye timu zetu zile. Kwa hiyo na mimi ni mkazi wa jimbo hili. Nianze kwa kuwashukuru wote ambao mmetoa maelezo ya utangulizi. Haya ndiyo ambayo Mheshimiwa Rais ametutuma kufuatilia mambo yanayowahusu Watanzania kwa ukaribu. Na mimi nimekabidhiwa jukumu hilo la ufuatiliaji wa utekelezaji wa shughuli za serikali. Na leo nilipita kwenda kujionea hali halisi kwenye chanzo cha maji. Na kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, hali halisi kwa sasa inaridhisha. Tumesharudi hali ya kawaida. Kwa hiyo hakuna kisingizio. Nitalisisitiza hili. Niwaombe kwanza mpokee salamu za viongozi wetu wakuu. Nilimwaga Mheshimiwa Rais kwamba nitakwenda kwenye chanzo na baada ya hapo nitapita hapa sokoni kuwasalimia. Akanituma niwasalimie sana. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anawasalimia sana, anawapenda sana na anawapongeza sana kwa kazi kubwa ya ujenzi wa taifa letu. Anawatakia kila laheri katika kipindi hiki cha sikukuu na mwaka mpya 2026. Pokeeni salamu pia za Makamu wa Rais Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi, anawasalimia na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Nikiwa nimetoka huku, nimejionea hali halisi. Na nikiri hapa mbele ya umma huu kwamba kile kilichotokea haukuwa uzembe. Na ingekuwa uzembe tungechukua hatua kali sana. Niwaombe na ninyi mpate ukweli ni kwamba pamekuwepo na mabadiliko makubwa sana ya tabia ya nchi, ambapo ndio tunapata mtawanyiko wa mvua ambao hauna mpangilio. Mtawanyiko wa mvua ambao hauna mpangilio zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Moja ya sifa zake ni kama hizi. Inatokea katika moja ya eneo kuna mafuriko. Kama ambavyo mwaka jana ama mwaka juzi tumepata kule Hanang. Pametokea mafuriko na pakatokea udongo umeathiri maisha ya watu. Pametokea mafuriko nyanda za juu kusini, lakini pametokea baadhi ya maeneo yakiwa na mvua chache. Na mvua zinazotakiwa takriban zaidi ya milimita 1000 zilikuwa chini ya hapo. Kwa hiyo imeletekeza katika majira haya ambayo ikaunganika na mvua za vuli kuchelewa, ikasababisha kina cha maji, kimsingi mto kukauka. Kwa hiyo ndio iliyosababisha tukapata shida hii. Na mimi niwaambieni, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan haijalala na wala haijaacha kukadiria mambo ambayo hayajatokea kwamba yanaweza yakatokea. Moja ya jambo ambalo lilishakadiriwa ni hili. Katika kiwango cha makadirio kwamba jambo la aina hili linaweza likatokea, serikali imeanza kujenga bwawa la Kidunda ambalo litahifadhi maji takriban mililita bilioni 190. Bwawa la Kidunda pale, ujenzi wake sasa ni zaidi ya 40%. Yaani haujaanza hapa tulipopata hii shida. Rais Samia alivyoingia madarakani, ikajitokeza rasharasha ya shida kama hii. Akasema ni lazima tuanze kutafuta jawabu la kudumu la tatizo la aina hii. Mkandarasi akatafutwa. Takriban miaka 2 mkandarasi akapatikana.
taratibu zote za kupata mkandarasi zikakamilika. Mkandarasi akaingia site, mambo yote ya kitaalamu yakakamilika. Hivi tunavyoongea, bwawa lenye uwezo mkubwa wa aina hiyo limeshafika takriban 40% na bilioni 100 za Kitanzania zimeshatumika, ikiwa ni maandalizi ya kukabiliana na hali ya aina hii. Lakini si hiyo tu, bwawa la aina hiyo litatoa na huduma zingine, ikiwemo kuzalisha megawati takriban 20 za umeme, na litakapokamilika kama ambavyo tumepewa makadirio hapa na Mheshimiwa Waziri, takriban mwaka kesho kipindi kama hiki litakuwa limeshakamilika. Na sasa hivi bado bilioni kama 236 ili kuweza kuhakikisha bwawa hilo linakamilika. Nimeona niyaseme haya, maana yake siku hizi kuna watu mafundi wa kuelezea wenzao matatizo, mafundi wa kuorodhesha matatizo. Hawaongelei suluhisho, wanaorodhesha matatizo kana kwamba hatuyajui matatizo. Matatizo tunayajua, ndio maana tunayashughulikia. Wao wanaorodhesha tatizo hilo. Leo serikali imepata mkandarasi miaka kama 2 iliyopita, na jawabu lake ambalo ndio bwawa hilo la Kidunda limeshajengwa takriban 40%. Na kwa nini alikwenda kwa kasi kubwa sana? Halikwenda kwa kasi kubwa sana kwa sababu bwawa hili limejengwa sambamba na matatizo mengine ambayo yalikuwa makubwa zaidi yakishughulikiwa. Ninyi ni mashahidi. Katika miaka 3 ama 2 iliyopita tulikuwa na mgao mkali wa umeme ukiwa hautoshi. Tena baadhi ya wataalamu wakaanza kupendekeza inunuliwe mitambo, ikodiwe mitambo ya kukodi. Mheshimiwa Rais, kwa kujua kwamba kwenye mitambo ya kukodi huwa zinakodiwa humo na dili za watu, akasema hakuna kukodi mtambo, tubane mikanda, tukamilishe bwawa la Mwalimu Nyerere. Bwawa la Mwalimu Nyerere lenye gharama ya trilioni 6.5 limekamilika na megawati zake zaidi ya 2000 sasa zimeshaingia. Ndio maana mnaona jambo hilo la upande wa mgao wa umeme kwa upungufu wa umeme limeisha. Sasa hivi ukiona kuna sehemu umeme umekatika, ni ama matengenezo ama jambo linalohusiana na kutoa umeme kutoka kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere kuingiza kwenye grid. Lakini Tanzania kama Tanzania sasa hivi, kwa jitihada hizo za fedha za Watanzania ninyi wenyewe, tumekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere kwa thamani ya shilingi trilioni 6.5. Na sasa Tanzania kwa nchi za Afrika Mashariki na SADC ndio nchi yenye ziada ya umeme zaidi ya megawati 2000. Kwa hiyo, kwa sababu kikapu ni kile kile, tunapofunga mkanda tunafinya tuseme likamilike limradi lile, maana yake huku kwingine kasi ilipungua kidogo. Na sio huo tu, ulikuwepo na mradi wa reli loti ya kwanza na ya pili ambazo sasa hivi mpaka Dodoma inafanya kazi. Lakini sio hiyo tu, kulikuwepo na mradi wa daraja takriban kilomita 3 na sehemu hivi Kigongo Busisi, na wenyewe kwa fedha zetu wa Tanzania, na wenyewe ulikuwa unaendelea. Sio hivyo tu, miradi mingine ya haraka kama hii ya hospitali za wilaya, ndani ya kipindi cha miaka 4 zimejengwa hospitali ya wilaya 119. Wilaya zote ambazo hazikuwa na hospitali ya wilaya zimejengwa hospitali za rufaa na kanda kwenye mikoa na kanda ambayo haikuwa na hizo hospitali. Zimewekwa MRI na CT scan kila mkoa na kila kanda kwenye hospitali ambazo hazikuwa na MRI na zile ambazo hazikuwa na CT scan. Haya yalikuwa yakiendelea huku tukijenga bwawa la Kidunda. Alafu watu ambao walishaondoka Tanzania wala hawana mpango wa kuja Tanzania wala hawana mpango wa kuishi hapa wanatuelezea, wanatuorodheshea. Wajue kwamba wakati wao wanaorodhesha leo, serikali imechukua hatua miaka 3 iliyopita. Maelekezo yangu kwa wizara, kamilisheni mpango wa maji wa mto Ruvu ambao uko kwenye ilani, na huu ambao umeweka kwenye Kidunda uwekeni kwa hali ya dharura hivi.
kwa sababu hivi ni mvua tu zilichelewa, tumepata shida hivi. Je, kukiwa na ukame? Hatuombei, na hivi tunaelekea kwenye sherehe. Wa Tanzania tuendelee kuombea mvua zinyeshe zinyeshe za kutosha, ili tusiende kwenye shida ya aina hii. Kila mtu kwa imani yake tuombee mvua zije za kutosha, tusiende kwenye hali ya hii iliyojitokeza majuzi. Lakini pamoja na kuombea mvua, na Mungu wetu ni mwema, atatuletea mvua za kutosha, tuendelee kukamilisha bwawa la Kidunda na tukamilishe na tuanze mradi wa mto wa Rufiji, ili tuwe na akiba ya maji ya kutosha Dar es Salaam, Pwani pamoja na viunga vingine. Kwa niliona nianzie na utangulizi huu kwenye maeneo ambayo Mheshimiwa Waziri ameshaielezea vizuri sana. Niliona nianze na hiyo. Na kwenye salamu zake Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie yale mambo yaliyoko kwenye ilani ya uchaguzi na yale aliyoyaahidi, na mengine mbunge wenu aliyasema wakati wa kampeni na ameendelea kuyasema, yatakwenda kutekelezwa. Na sisi ndani ya serikali tunakaa hii, ndani ya wiki 2 tutakaa kuanza kuratibu utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais, ilani ya uchaguzi na dira ya maendeleo ya taifa ambayo ndio inaanza ya 2050, ndio inaanza sasa. Tutakaa kuratibu utekelezaji wake, na mengine Mheshimiwa Rais aliyoyaahidi yameanza kutekelezwa kuanzia ndani ya siku 100 kama alivyoahidi. Nimemsikia Mheshimiwa mbunge alivyosema kuhusu jambo la madaktari.